أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma baad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tuendelea na mada hii ya matendo yanayopendwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu, sehemu ya tatu na ya mwisho. Dada zangu katika imani, miongoni pia mwa matendo yanayopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala au kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mojawapo ya matendo bora ya ibada na mojawapo ya matendo makubwa ya utii. Hakika ni jambo bora ambalo wacha Mungu hukaribia na ambalo washindani miongoni mwa waumini hushindana katika hilo baada ya majukumu ya lazima. Hii ni kwa sababu tu ya kile kinachotokana nayo katika suala la kurahisisha kuenea kwa wito wa Kiislamu miongoni mwa walimwengu, kuwatoa watu kutoka gizani na kuwaingiza kwenye nuru ya Uislamu, kueneza fadhila za Uislamu na hukumu zake za haki miongoni mwa viumbe vyote na faida nyingine nyingi na matokeo mazuri kwa Waislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mujahidin, wenye kupigana jihad. Anasema katika Qur'an, Suratul Baqara aya 218, innal ladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. innal ladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hakika wale walioamini na wale waliohama na kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, hao ndio wanaotarajia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ni mwenye kurehemu na kusamehe. Dada zangu katika iman, hawa ndio the chosen ones wa umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya kuwa miongoni mwa wale wanaotumainia rehma yake, ili tujue kwamba yeyote anemtumainia Allah subhanahu wa ta'ala anajitahidi kwa bidii kufikia kile anachotoa kwa kutii amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Hakika rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala haipatikani kwa mawazo tu wa kutumaini na uvivu, bali hupatikana kwa bidii na kutenda mema kwa iman, ikhlas, haki na kujitahidi. Dada zangu katika imani, aina ya juu zaidi ya jihad ni jihad katika maisha ya mtu, yani jihadun nafs, ikifuatiwa na jihad katika utajiri wa mtu. Hata hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala ameipa kipaumbele utajiri katika mifano mingi kwa sababu faida zake zimeenea zaidi. Kutokana na utajiri, dada zangu katika imani, silaha hununuliwa, chakula hununuliwa, mujahidin au wapiganaji katika jihad na wanajeshi huajiriwa, mipaka huimarishwa, na wale wanaowasaidia Waislamu katika kubeba mahitaji yao huajiriwa. Lakini jihad kwa maisha ya mtu, jihadun nafs, ni bora kuliko jihad kwa utajiri. Ikiwa mtu hawezi kujitolea kwa khiari yake katika jihad, basi anapaswa kujitahidi kwa utajiri wake, na ikiwa anaweza kufanya yote mawili, basi mtu anapaswa kujitahidi kwa yote mawili. Dada zangu katika imani, jihad ndio kilele cha Uislamu na ina hadhi kubwa kwa mujahidin duniani na akhera. Hadhi yake au hadhi ya mujahidin duniani ni kuwa kuhusiana na jihad ni kuwa inahifadhi malengo ya
Uislamu na inahusisha kutetea Uislamu na ardhi za Waislamu. Ndio maana ikiwa ndio kilele yao, ikawa ndio kilele cha Uislamu. Ama kuhusu hadhi yake akhira, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Saf aya ya 10 hadi ya 13, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Yani anasema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini, je, niwaongoze kwenye biashara itakayowaokoa na adhabu chungu? Muaminini Mungu na mtume wake, na piganeni katika njia ya Mungu, yani jihad, kwa mali yenyu na nafsi zenyu. Hilo ni bora kwenyu kama mnajua. Atawasameheni dhambi zenyu na kuwaingiza katika bustani zipitazo mito chini yake, na makazi mazuri katika bustani za milele. Huo ndio ufunuo mkubwa. Dada zangu katika imani, hii ndio biashara ambayo waumini wanaojitahidi wanaitamani ili kupata radhi za Mola wao mlezi, nayo ni imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na faida yake ni nini? Ni msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuingizwa peponi. Na zaidi ya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala huwapa ushindi waumini hao dhidi ya maadui zao. Hii ni agano lililofanywa kati ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake waumini, kama alivyosema katika Quran, surat At-Tauba aya ya 111. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal Qur'an. Mwenyezi Mungu amenunua kwa Waislamu nafsi zao na mali zao, watoe nafsi zao na mali zao katika kupigania dini, ili na yeye awape pepo. Wanapigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaua na wanauawa. Ni ahadi ya kweli iliyo fungwa juu yake katika Taurat, Injil na Qur'an. Dada zangu katika iman, mujahid au mpiganaji wa jihad ni mfanyabiashara kulingana na aya hiyo. Mujahid au mpiganaji wa jihad ni mfanyabiashara anayeshughulika na Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye hununua kutoka kwake roho yake ambayo aliumba na utajiri wake ambayo anamiliki na kutoa, na Allah subhanahu wa ta'ala humpa pepo kama bei ya roho yake na utajiri wake kwa pesa taslim, sio kwa mkopo. Imehakikishwa dada zangu katika iman bila hofu na hasara, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio mnunuzi na yeye ndiye aliyeahidi. Dada zangu katika iman, miongoni pia mwa matendo yanayopendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameamuru waja wake kumkumbuka mara kwa mara, asubuhi na jioni, na kuomba msamaha. Kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara kuna pelekea Allah subhanahu wa ta'ala
kutukumbuka na sisi pia, kwani anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hayo katika suratul Baqara aya ya 152, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun, basi nikumbukeni nami nitawakumbuka na mnishukuru wala msinikufuru. Na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala pia ni mojawapo ya sababu za baraka za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu na baraka za malaika pia. Dada zangu katika iman, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hilo yani katika suratu Al-Ahzab aya ya 41 na hadi 43, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bilmu'minina rahima. Enyi mlioamini, mkumbukeni Allah kwa kumbukumbu nyingi asubuhi na jioni, kwa kumkumbuka kwa wingi, yani asubuhi na jioni, na mtukuzeni. Yeye ndiye anayewabariki na malaika wake wanaoombea ili awatoe gizani na kuwaingiza kwenye nuru, naye ni mwenye rehma kwa waumini. Dada zangu katika imani, kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala pia ni mojawapo ya sababu za Allah subhanahu wa ta'ala kutusamea madhambi yetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran surah Al-Ahzab aya 35, wadhakirina Allaha kathiran wadhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Na kwa wanaume wanaomkumbuka Allah mara kwa mara na kwa wanawake wanaomkumbuka Allah mara kwa mara, Allah amewaandalia msamaha na thawabu kubwa. Dada zangu katika imani, kumkumbuka Allah kadhalika, yani katika mkusanyiko ni mojawapo ya sababu ya Allah kutukumbuka katika mkusanyiko bora zaidi. Hii ni kwa dalili ya hadith kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu, ambaye alisema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema, mimi ni kama mja wangu anavyonifikiria, nami niko pamoja naye anaponikumbuka. Akinikumbuka moyoni mwake, nami namkumbuka moyoni mwangu, na akinikumbuka katika mkusanyiko, nami namkumbuka katika mkusanyiko bora zaidi kuliko wao, hadi mwisho wa hadith. Haya yamesimuliwa na Al-Bukhari, na Imam Al-Bukhari, na kadhalika yamesimuliwa na Imam Muslim. Dada zangu katika imani, kadhalika mtu mmoja alimjia Hasan al-Basri, Allah amrehemu, na akasema, ewe Abu Said, ninaugua ugumu moyoni mwangu, nahisi ugumu moyoni mwangu. Ninawaona watu wakilia lakini siwezi kulia. Ninawaona watu wakiwa wanyenyekevu lakini siwezi kuwa mnyenyekevu. Tiba ni nini? Al-Hasan al-Basri, Allah amrehemu, alijibu kwa kumwambia mtu huyo, yeyusha ugumu wa moyo wako kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Dada zangu katika imani, hili ni jibu la kina, kwa sababu moyo mgumu hutokea wakati mja anapojishughulisha sana na mambo ya kidunia na kuipa akhera yake mgongo. Hapa ndipo moyo huwa mgumu. Kwa hivyo ikiwa tunataka mioyo yetu ilainike na kupata utamu wa iman na kupata unyenyekevu na kupata utulivu, basi yatupasa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, yani na ugumu huo utatoweka pole pole. Dada zangu katika iman, shukran jazila wa barakallahu fikum. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba amali zetu zitakuwa ni zenye kupendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran jazila.